Uislamu kulipita dola nyingi baada ya makhulafa ar-rashidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, alafu wakaja wengine sasa kina Muawiya ibn Abi Sufyan, na ufalme ukaanza, wakaja watu Bani Umayya, watu wanaitwa Bani Umayya, yani utawala wa Bani Umayya. Huu uliendelea muda kadhaa, alafu ulikuja ukadondoka utawala wao, ukaja utawala wa Bani Abbas, inaitwa Daulatu al-Abbasiyya. Katika Uislamu zipo hizi dola kubwa ambazo zimetokea, na hizi mbili ni miongoni mwamo, na Daulatul Uthmaniyya ambayo imedondoka 1923, Bani Uthman. Sasa baada ya kudondoka Daulatul Umayya, Bani Abbas walijifunza mno Daulatul Abbasiyya kutokamana na mapungufu na madhaifu yaliyoijalia Daulatul Umayya kuanguka. Ikawa wanaweka kila palipokuwa mapungufu makamilifu, ili tusianguke kama walivyoanguka wale, tusiishi kama walivyoishi wale. Akaulizwa mmoja katika watu wa hikma wa Bani Umayya au wa Bani Abbas, mmoja mtu mwenye hekima aliulizwa, sababu ya wale kuanguka nini? Sababu yenu nyinyi Bani Umayya kuanguka kubwa ni nini? Akasema, umurun saghiratun sallamnaha likibar wa umurun kabiratun sallamnaha lisighar. Nasema sisi tulidondoka kwa sababu kulikuwa na majambo makubwa tuliyakabidhi kwa watoto, na kuna mambo matoto tukayakabidhi kwa wakubwa. Kulikuwa kuna mambo ni mazito makubwa, lakini sisi kwa sababu ya utepetevu, kwa sababu ya kutofikiri, kwa sababu ya kutofahamu value na thamani ya vitu, au kutojua, uzembe, mambo makubwa tukayakabidhi kwa watoto, tukawaachia watoto. Watoto wanafanya mambo ya kitoto. Watoto ndio watoto, ukiwa mtoto ndio mtoto. Ndio maana kuna baadhi ya umri ukifika unakuwa mkomavu, hata watu wakikutizama likianguka lolote zito utaona wanakukimbilia wewe, kwa sababu ya umri wako. Huyu mzee amekula chumvi sana, ameishi sana, ameyaona mengi, yamemfika mengi. Kwa hiyo kama ni umadhubuti anao, umri wako kumbe unakuponza, mara nyingine huna chochote. Mzee, mtu mzima, lakini mtu akifika nyumbani kwako anakuona unagombania remote na wajukuu zako. Kama hujaletewa halua unanuna wiki nzima. Sasa umri wako haufanani na vitendo vyako. Age yako hiyo ni age ya watu kuja kunufaika kwako. Ndio maana ndugu zangu, mkiona wazee waheshimuni. Kama hamtu waheshimu kwa umri wao mkubwa, waheshimuni kwa nywele nyeupe zilizotanda katika vichwa vyao. Msiwatukane, msione mtu si babako ukamtukana kama tunavyotukaniana wazee mitaani. Uislamu haukutufundisha hivyo. Umurun kabiratun sallamnaha lisighar, mambo makubwa sisi tuliyakabidhi kwa watoto. Anaweza akawa mtoto lakini akawa na akili, sio kila mtoto hana akili. Ndio maana mmoja alipokuja delegation wa mmoja katika viongozi wa Bani Umayya, walikuja na kijana, masharubu ndo kwanza yanaanza katika kinywa chake. Yule kijana alikuja na wazee
Wale wazee wakamkadimisha yeye kwamba wewe ndo msemaji wetu. Kiongozi alipoona mtoto anaongea nyuma yake kuna wazee, akamwambia wewe mtoto vipi, huna adabu wewe? Umekuja na wazee, acha wazee wazungumze, weka pembeni. Kama umruk, kwani wewe una umri gani wewe? Akamwambia umri ka umri Usama ibn Zaid indama wallahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jayshan wa fihim Abu Bakr wa Umar. Kama unataka kujua umri wangu mimi ni sawa sawa na ule umri wa Usama ibn Zaid, siku ambayo Mtume alimpa ujemedari na ukamanda wa jeshi, na ndani ya hilo jeshi yupo Abu Bakar na Umar. Kwani Mtume hakuwaona hawa wazee wawili mpaka akalikabidhi Usama ibn Zaid utawala wa jeshi? Basi ndio sawa sawa na umri wangu mimi. Hapa naongea na nyuma yangu kuna wazee wamekaa kimya. Inawezekana ikatokezea hizi ni halat nadira, ni halat ambazo zinatokea mara nyingine, mara moja moja. Unaweza ukaona kijana kakadimishwa mbele ya wazee kwa sababu anazo sifa, inatokea, lakini ni rare kutokea vitu kama hivyo. Kwa ajili hiyo basi, tulipoyasalimisha na kuyakabidhi mambo makubwa kwa watoto, leo mambo hayo tunayaona katika uwanja wowote. Utaona wazee kama wamekubali mambo yao makubwa wayaache mikononi mwa watoto, hususan katika mambo ya dini, mambo yetu. Utaona wakubwa wamekaa kimya, watoto wanaharibu, watoto wanajigamba, watoto wanafanya visa, watoto wanaharibu mambo, dini inachafuka. Ni moja katika alama za kiyama, elimu kuchukuliwa kutoka kwa vitoto, elimu kutafutwa eti kutoka kwa asaghir. Asaghir ndio ni watu hawana thamani yoyote, lakini humul barizin fi hadha almajal, na sisi tunaacha. Wakati watu wakiendelea kushuhudia hayo katika ulimwengu, katika kila nyanja, kila upande, anasema mambo madogo hayo yaliyokuwa madogo sisi tukayaacha kwa wakubwa. Fadhana, hapo ndipo tulipopotea.